Dunia imegubikwa na taharuki kufuatia uthibitisho wa kifo cha Ali Larijani, aliyekuwa katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa nchini Iran. Larijani, ambaye alikuwa nguzo muhimu ya utawala wa Tehran, ameuawa katika kile kinachotajwa kama shambulio la anga la usahihi wa hali ya juu lililofanywa na jeshi la Israel, IDF, usiku wa kuamkia Jumanne, tarehe 17 Machi, 2026. Shambulio hilo lilitekelezwa katika wilaya ya Pardis, mashariki mwa jiji la Tehran. Kombora lililenga nyumba ya binti yake Larijani, ambapo kiongozi huyo alikuwa amejihifadhi. Tukio lilitokea nyakati za usiku wa manane, likiwa sehemu ya wimbi kubwa la mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya ulinzi ya Iran. Inaripotiwa kuwa mmoja wa wanawe na msaidizi wake wa karibu walipoteza maisha papo hapo. Hakuna taarifa rasmi za majeruhi wengine walionusurika katika jengo hilo kutokana na ukubwa wa mlipuko. Vifo vingine vya viongozi wa juu. Katika operesheni hiyo hiyo, jeshi la Israeli limethibitisha pia kumuondoa Jenerali Gholam Reza Soleimani, ambaye alikuwa kamanda wa kikosi cha wanamgambo wa Basij. Jenerali Soleimani aliuawa katika shambulio tofauti lililolenga makao makuu ya usalama mjini Tehran. Kifo cha Larijani kina uzito wa kipekee kwa sababu: moja, ombwe la uongozi. Alikuwa akitazamwa kama kiongozi wa vitendo de facto baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei mnamo tarehe 28 Februari 2026. 2. Uthibitisho wa serikali. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran, vikiwemo Fars na Mizan, vimechelewa kutoa taarifa, lakini hatimaye vimekubali kupoteza kwa kiongozi huyo. Tatu, kauli ya Rais Masoud Pezeshkian ametangaza siku za maombolezo, huku akisisitiza kuwa damu ya mashahidi haitapotea bure, akiahidi jibu kali dhidi ya kile alichokiita uchokozi wa Kizayuni. Shughuli za mazishi ya kitaifa zimepangwa kufanyika leo Jumatano, tarehe 18 Machi, katikati ya jiji la Tehran. Hali ya ulinzi imetandazwa kila kona, huku ndege za kivita zikionekana angani kulinda usalama wa maelfu ya waombolezaji wanaotarajiwa kujitokeza.